Ndio anakupendea hapo tu. Na hivi tumebarikiwa rangi kama wazungu vile. Na sababu tukipata katoto sio Kachina, sio Mwarabu, sio tutakihitaje. Hata mama pia aliniambia nizae na mwanaume mweupe. Basi umepata. Na ndugu zangu wale wote unaona mablaki. Kwanza kabisa umenikumbusha. Sasa hivi mimi na ndugu zako zinaiva. Wewe. Tumekuwa marafiki tukikutana Mwamu, Mlambo, story tunacheka ni wewe viamini. Nikasema labda dada hapa somo. Nimekumbuka. Kuna sehemu unawapatiaga kwenye kula. Wanapenda michongo ya kula wale, nikasema hapa ndo pa kuwapigia. Yaani sasa hivi wakija naambia sio pela kula. Wakiongelesha kidogo tu kuhusiana si wapi la kula. Wamenyooka. Bwana sasa hivi wana heshima na adabu. Kaona safi, nikasema mpenzi wangu mwenyewe tena. Sema nini sasa mama mtu? Unajua kabisa sasa hivi kwenye kibiashara kangu pale. Wewe sinaelewa. Lakini wewe kila siku tukiongea tukikutana mpaka uombe hela. Si unajua msingi wenyewe ule, msingi wenyewe shilingi 3000 tu. Hela kutia hasara wapi? Hauwezi mwanzo. Kwa hiyo ulikuwa unataka shilingi ngapi? Kwa hapo, alafu ilikuwa na kitu kingine. Ndio nikope kidogo sasa hivi kidogo. Vibampa mimi nipendeze sana ngoone kila siku hivi tu sibadilishi. Na mimi kidogo nipite mtaani. Muuza maandazi sasa hivi naye kawabishia muuza maandazi smart na go. Nilije tu kama utaomba basi hapo. Mama mtu. Toto cheupe, afu una kasura fulani, afu una roho safi, una sapampa. Naambia hivyo unaona hivi. Sasa hivi mwenzako nakupenda wewe. Ai. Usitaki kuniambia bwana. Ndugu yako mimi namshukuru Mungu kwa hili. Sababu ni muda mrefu sana alikuwa anasubiria hicho kitu. Yaani sio wewe tu mwenye furaha na mimi. Kwa sababu najua hapo naanza kuitwa baba mdogo sasa. Ni bwana hayawi. Yamekuwa sasa. Sasa sijui atakuwa mtoto wa kiume, sijui wa kike hapo. Hapo lazima iwe wa kiume. Na akitoka mtoto wa kiume, dume la mbegu, show ya Mabuga Hoji, jina natoa mimi. Lakini akitoka mtoto wa kike, kwa sababu najua atakuwa anakuita sauti ndogo, baba mdogo. Unatoa jina wewe. Sawa, mimi nani nikatae? Sawa. Ndugu yangu, katika hili jambo umenifurahisha sana. Umejua kunifurahisha, umejua kuleta heshima. Yaani heshima umeirudisha nyumbani. Umeona bwana? Sasa nataka nikwambie. Hii nakupa. Ndio. Siku ya 40 ya mtoto. Mimi zawadi yaani gharama zote, sherehe sijui nini, zote mimi. Niachie mimi baba mdogo. Mimi sikupingi ndugu yangu kwa sababu wewe ndugu yangu. Mimi sina shaka na wewe. Najua hiyo kazi unaiweza. Sana. Mbele ya mwanangu, binti yangu, sijui ndo kijana wangu. Lazima utoke dume la mbegu bwana. Au sio? Sasa shemeji mmwacha wapi? Hapa nimemwacha kaka zake nyumbani na relax kidogo. Si unajua tumbo inabidi utapoa. Kwa hali hiyo, inabidi atakuwa anachukulia matunda. Twende bwana tukachukulie matunda bwana. Matunda? Matunda nini zawadi unajua wakiwa kwenye hali kama ile wanatakiwa ukaribu sana. Upendo ule wa karibu. Bwana. Na nikimpelekea vitu kama hivyo akasema bwana kaleta shemeji yake atafurahi, anakukubali. Yaani viumana huko. Ndugu yangu. Wewe bwana tu. Bwana. Wewe anaiba kuogopa tena kidali. Nashangaa wewe mwenye pengo. Mbona muondoke? Si mwizi huyu. Mamkali. Unajua tena sana mkali upendezi kukaa huko. Kumbe ndo unapojichimbia huko, au sio? Ngoja kwanza unajua kwa maisha yako kweli ya utafutaji. Kwanza shika hiki hapa hiki. Ukiona hicho? Kimempendeza wenyewe wanakwambia lelelele wenyewe wanawake wenyewe. Vipi anapendeza apendezi hiko? Anapendeza apendezi. Dad. Anapendeza. Vipi? Mashoga zako uongo? Sio mashoga zake, sisi kaka zake bwana. Wamu. Shika hiki hapa. Hivyo vya kwako vya mamto. Unajua hela nyingi nilikuwa naenda huko kuuza. Sema hapo wenyewe wewe zuia, mimi ngoja niishi na hivi hapa. So hivyo hizo nguo zote zake hizo. Mboy vipi? Mbona shobo wewe? Achana na mimi. Sasa mamkali.
Baridi basi hapo mishale. Sasa mwangu zingine unaenda nazo wapi? Oe nuna Wewe unashinda kukimbiza wewe. Wewe mwenyewe mwenye nguo zako hujaongea niongee mie. Kwani nguo zangu zile? Mwanaume mimi tu ndani. Huyu hamna mambo. Hamna mambo, mwenyewe si ndo chizi mandazimu hapo. Una mwanaume pale anaiba nguo unashindwa kumfuata. Na wewe mazoezi unafanyia nini? Sio mazoezi nafanya nini? Huyu jino lake tu hivyo kangefanya hii, yule angekimbia. Fanya hii. Si ungemkimbiza yule. Mbona unatishaga sisi usiku? Chizi wewe. Hamna mambo hapo. Kwa jamani tunafanya hivi. Rudisheni basi hizo nguo ndani tuondoke. Nguo zako zimeibiwa, zimepona 2. Mimi siendi kokote. Umegaili? Ngoja basi. Dada, kwa hiyo unaye mtu wako? Afu Hasani. Unajua Hasani siku hizi hana adabu wewe. Hana adabu na tupumzishe. Unatutolea uza maandazi unatuletea waune. Wewe vipi? Mimi hata simjui. Kama una shida waganga tuambie tukuelekeze. Uende hata Mkulanga usafishe nyota dada yetu. Usimpige anakuambia ukweli. Unatuletea misukule, sasa hivi tena umetuletea mateja. Matula mimi mtu mzima. Mimi mkubwa wako unajua. Nisingezaliwa mimi wajua usingeliona wewe. Hasani twende. Humo tutatoa hadi walevi. Haya, kesho walevi. Kesho mimi nitatafuta hela dada mama Moreli ya kufaja kuosha. Na yale mavima yenu nayatupa yale. Mna kazi ya kula tu kupigana mwezi. Sasa naomba unisikilize kwa makini. Sawa sawa. Sina haja ya salamu wala usinitumbulie macho yako. Huyu ndugu yako amekuja kwenye ofisi yangu pale, ameniharibia ofisi yangu mpaka dakika hii sijui kwamba naishi vipi. Amenitia hasara. Amevuruga biashara yangu ya chipsi pale. Anakula michipsi yote na mwaga, mara anakula kukuyu, anang'ata anatupa, anang'ata huyu anatupa, hata kula kwenye hadi kistaarabu hajalipa. Amenitia hasara. Sasa nisikilize. Ndugu yenu amenitia hasara karibia 100,000 nzima. Kakaangu sasa samani, lakini kweli chips na kuku 100,000? Kweli? Wewe dada, unadharau biashara yangu. Unadharau biashara yangu. Wewe unajua mimi naingiza shilingi ngapi kwa siku pale? Unajua mimi naingiza shilingi ngapi kwa siku? Sasa nisikilize nikwambie. Sihitaji maelezo. Ninachohitaji, nimekuja hapa, nahitaji nilipwe gharama zangu. Sawa, hamna shida, lakini nilikuwa naomba urudi baadaye kwa sababu mimi hapa sina hata hela, alafu mama hayupo. Kwa hiyo nilikuwa naomba uende afu utarudi baadaye. Wewe umetumwa? Una akili kichwani mwako kweli? Yaani ameniharibia biashara, sijui ninaishije, amenitia hasara, alafu unaniambia nije baadaye. Kama ingekuwa baadaye singemwambia aje aharibu baadaye ili na mimi nije baadaye kudai. Sasa kakangu mimi nitakupa nini? Nimekuambia sina hela. Nikupe nini sasa? Nenda rudi baadaye, mama akirudi tutakupatia hela yako. Sasa nisikilize. Ninakwenda. Nitarudi baadaye. Lakini nahitaji gharama zangu zilipwe. Vinginevyo, narudia vinginevyo, nitachukua hatua kali za miguu yangu mwenyewe. Kremu atatuua jamani, Kremu atatuua huyu jamani. Angalau sio kamwaga. Unajua nilivyokuona kula dekeni moyo umefanya pa. Nikasahau mjomba, mbona sijamuona siku zote huyu. Mjomba wewe kwanza mgeni. Wewe unatakiwa ufike kitambo kwa sababu unafanana na mimi. Nende tupokee. Unajua maisha mafupi sana. Imekuwaje kwanza wewe mpaka umekufa kuna? Mimi sema nikomoa. Unataka? Unataka? Mimi acha bwana. Oya nikupe story sawa. Oya mimi nimetoka hapa. Ndio. Bwana. Sikia. Mimi walifikia nikomoa. Ndio. Wewe sikaletwa wafunje maji. Wacha. Maisha yangu.
Wewe bwana unataka ufe mapema wewe. Mimi mwenyewe kwanza nilikuwa nashangaa nimechelewa. Umekufa lini? Nakumbuka. Na umekufaje kufaje? Nilikuwa nipo zangu na stareka, nasikia wauni akaja. Baba, wewe. Wewe. Asaish. Nasikia bu. Nikakata moto. Pole. Sija muda mrefu. Afu kama nakunywa zinaanza kuniingia ndo ninavyokuwa. Wewe mwanangu tungekuwa wote mwanangu tungeishi vizuri kabisa huku. Huku wenyewe watu wana. Bado hujasema. Mbona ili shoes sijaijamba kama hivi? Hii pombe ya design gani? Bado. Kata mwanangu, kata hapo atunyima na gisi pombe. Au nikubustie kidogo. Wewe kuna pombe nyingine uliinywa au kwa sababu hii umekuja nayo hapa imejaa ndindi mimi ndo nahangaika nayo. Kwa nini? Kubwa. Hii ulifungua ndo uko unataka uanze kunywa. Sasa chobo zako unapita nikakuona umekaa nikasema mwanangu inaingia hapo. Leta. Leta bana mimi niingie nayo. Usio kamwaga pombe yangu, sawa? Nini? Wewe bwana sasa pombe yangu unaipeleka wapi? Mazuri sana. Na kuona kama unakaa uoga fulani hivi. Unajua ukiwa na mimi unaweza kujua kabisa kwamba tayari shida zako zimeisha, kwa sababu mimi ni mwanaume ambaye nikiwa na watu kama nyie matatizo shida namaliza. Ila mbona zile kazi unazozifanya haziendani na wewe? Unajua mimi ndo wale. Wale ndo nini? Wale ndo nini? Kwani huwajui? Mnakiana? Au anyway tuachane nao. Labda tu nikwambie tu kwamba unajua sisi wale ni watu ambao tumeletwa kwa ajili ya kusaidia warembo kama nyie. Ina maana hata kama ulivyosimama hivi tukiendelea labda kusimama takriban ya miaka miwili hizo, na maana hata mwili wako unaweza ukaongezeka. Nahitaji kubadilisha maisha yako, na pia ikiwezekana hata familia yako na ukoo wako mpaka ukoo wa upande wa mama yako wote nahitaji niwabadilishe, kwa sababu mimi niko vizuri kuanzia kiuchumi. Wale mshona viatu. Baba, ile miogo inaisha, usitafutiane lawama. Achana naye. Hebu tulia kwanza, kuna vitu navimaliza. Anyway. Wale. Unajua ukinikuta nakula vitu vyangu, kitia mikono umeuponza baba. Ile miogo itauzwa kule. Alafu shobo na miogo yangu mimi ndo sipendagi. Wajibibishe tu hapo. Achana naye. Nani? Hebu simama hapo basi nimalizie na nili. Nilizonazo kichwani wewe nitakupatia, wewe utazimaliza. Unajua wengine matajiri hatutaki kubambaishwa na watu. Huyu ana shida, unajua sisi wale hawa wanakuwa wanatafuta mbinu ili watuombe hela ya kula. Kumbe hadi unakula miogo za 200. Na mimi. Yaani yeye ndiye ana shida na mihogo ila sio mimi. Anahitaji. Sikia sasa. Ile miogo ikiuzwa mimi sitaki lawama. Mimi naondoka. Hebu nisikilize, kama 200 ya kula nitakupatia. Kwani shida nini? Mimi ndo naondoka hivyo. Ile miogo ikiuzwa kule mimi sitaki lawama. Oho. Unajua maskini nao ukikaa nao, ukiwapa nafasi ya kukaa nao, wanaanza kukuletea shida. Ndio kama hizi. Sasa ndio shida ambazo nataka nizimalize na kwako. Nizipunguze. Sikiza ndugu yangu. Nenda ukale miogo. Nenda ukale miogo yako. Hebu nisikilize nimalize ya moyoni. Kwa hiyo ina maana kwamba wewe unakuwa karibu yangu kwa ajili ya kuniharibia.
Nimekuharibia nini? Wewe shida zangu utazimaliza wewe. Mbona unakuwa na kiherehere? Wewe una shida zaidi ya miogo wewe. Zaidi ya kula wewe unavyopenda kula wewe na wewe mwanamke. Kwa shida zangu wewe utazimaliza zote. Twende ukale miogo bwana, wewe acha kuongea sana. Twende ukale miogo. Miogo itauzwa hiyo. Nitakuja nikukatae. Tutakoelekea wewe. Ndio maana umepewa urefu lakini huna akili. Hebu twende. Na mtondo. Usinishike mkono. Mama. Ninavyojua mimi. Na sio mimi tu peke yake. Yaani familia nzima inajua kwamba tabia ya kaka Vevo ni ulevi. Lakini sio uwizi. Anafia kwenye toa ya uwizi kwa sababu na huyo anayesababisha mimi namjua mama ule, kwa ni ujinga. Yaani siwezi mimi nikakaa nachekea kuona ujinga unaendelea kufanyika, mimi nikakaa kimya tu. Mimi niweza kufanya chochote ninachokitaka mimi. Unaelewa vizuri mama? Hii toshumu leo hii tunafanya anafanya mambo ya kingajinga tu, tunakausha. Ikaja katokea akatia hasara milioni 2, milioni 3, inakuaje mama yangu? Sasa basi. Mimi siwezi nikauchekea huu ujinga. Yaani niko tayari kufanya chochote kile ili niutokomeze na nitajua mimi ninachofanya kitu gani. Unataka ukafanye nini? Na kuomba usinitafutie matatizo. Haya matatizo nilokuwa nayo yananitosha. Kaniki. Mama mimi nishaamua bwana. Family la yuko huko. Unajua mbele kwa mbele. Shemeji yako siku hizi anavuta bangi. Nahisi hakuwa hivi. Kwa nini amebadilika kiasi hiki? Basi mama tulia. Tutaangalia jinsi atakavyofanya. Usijipe pressure basi tulia.